Ngom. Muda wa kutazama kwenye Sports Info. Nini taarifa ambazo tunazo siku ya leo, siku ya Jumatano ya tarehe 19 mwezi wa 3 mwaka 2025. Ijumaa kutakuwa na ibada kubwa kabisa ndani ya ngome ya Yesu Kristo. Tukiwa leo ni mafungo ya siku 15 na ibada ya Ijumaa ni ibada ya jiwe kuelekea katika mafungo ya siku 40. Na jiwe hilo mtumishi wa Mungu kwa na Mwalimu Musa Richard Mwacha Babalawa atatoa maelekezo maalum siku ya Ijumaa jinsi ya kulitumia jiwe hilo ambalo utalipata hapa ndani ya ngome ya Yesu Kristo Kimara Temboni. Tunakwenda kutazama taarifa za michezo. Ikiwa siku ya jana ulipigwa mchezo wa watani wa jadi Dar es Salaam kwa upande wa Yanga Princess dhidi ya Simba Queens, ambapo Yanga Princess walikuwa wageni katika uwanja wa KMC na kupata ushindi wa bao 1-0, na hilo ndio bao ambalo walifunga siku ya jana, likifungwa na mwanadada huyo hapo mwenyewe wakimuita Aziz Ki, akiwa na jezi nambari 10 mgongoni, anaupiga mwingi kweli kweli. Sasa ulikuwa ni mchezo wa kipekee sana siku ya jana katika uwanja wa KMC ambao ulianikizwa na mvua kubwa ambayo ilikuwa inamenyesha siku ya jana, lakini haikuweza kuzuia mchezo huo kuchezwa. Ukiangalia jinsi ya pasi ilivyopigwa na yeye alivyoenda kufunga hilo bao, ilikuwa ni moja ya goli zuri kweli kweli ambalo ilisimama mpaka dakika ya 90 na Yanga kuondoka na goli moja, na huko Jina Lema akionekana timu yake amekwenda kuitengeneza kwa uzuri kabisa, akisaidiana Arafat Haji, makamu wa rais, ambao yeye alisema kwamba endapo Yanga wakikosa ubingwa Yanga Princess, basi yeye ndiye anapaswa kuulizwa. Kwa hiyo Yanga wakiwa nafasi ya 3, JKT Tanzania wakiwa wanaongoza, huku Simba akipoteza mchezo wake wa kwanza kwa upande wa ligi ya wanawake siku ya jana baada ya kupoteza dhidi ya Dar es Salaam Young Africans. Sasa mchezaji wa Yanga Princess aliweza kuzungumza siku ya jana baada ya dakika 90 kutamatika. Sasa habari yako na vile vile pole na mchezo. Asante. Unazungumziaje mchezo wa leo? Mmeweza kukutana na wapinzani wenu, dabi ilikuwa aina yake. Tulikuwa tunatazamia katika michezo ya hivi karibuni huko nyuma, dabi ya wanawake ya Simba na Yanga ilikuwa ni kama ya kawaida. Leo hii tunaona battle ilikuwa kama dabi ya wanaume. Hii ilitokana na nini hasa? Kwanza tunashukuru Mungu tumemaliza mchezo salama, tupata pointi 3 muhimu. Simba na Yanga ni timu kubwa na sote tunakutana kunakuwa kuna ushindani wa hali ya juu. Kwa sisi kama Yanga Princess tumejiandaa kuja kupambana na Simba. Na tumejiandaa hivyo na maana tumepata matokeo katika mchezo wetu. Ndio maana mmeona dabi imekuwa nzuri zaidi kutokana Yanga leo tumepata ushindi bila penalty bila nini. Okay, kuelekea katika ubingwa pointi 3 mmeweza kupata leo hii. Unahisi inasogeza katika sehemu gani kuelekea katika ubingwa? Inatusogeza kwa kiasi fulani, ila sisi malengo yetu ni kushinda mechi zote. So sisi tumejiandaa kushinda mechi zote zinazofuata. Swali? Amna. Okay, shukrani sana. Naam, ni mchezaji huyo wa kikosi cha Yanga Princess akiweza kuzungumza kwamba wao target yao ni kufanikisha kushinda michezo yote iliyosalia. Kama watakuwa mabingwa basi itakuwa ni jambo ambalo kwa watalifurahia zaidi, lakini wanachokiangalia hivi sasa ni kuhakikisha kwamba wanapata matokeo katika michezo yote. Lakini kwa upande wa kocha wa Simba Queens, yeye akazungumzia kupoteza mchezo wa siku ya jana. We didn't utilize our chances, especially in the first half, because we had all the chances to win this game, but we're so desperate to score, and it has really cost the team a lot. Even in the second half, after we conceded early in the second half, at a point we had at least a golden opportunity to equalize, but unfortunately we couldn't utilize it. So I'll say that we have to still look forward. The league is not over. We still have 4 matches to go. The only thing the players must do now is to win the rest of the 4 matches, which of course is not going to be as easy as I am saying, because our contenders, JKT, we are going to play them. We must play them too, and that means that even a draw against JKT this time will not be good for us. The best thing for us to do is to win against JKT and we move on, which is a very big task that we have. Ni kocha huyo wa kikosi cha Simba Queens. Lakini kwa upande wa mashabiki wa vilabu vyote viwili
Yanga Princess na Simba Queens wakaweza kuzungumza baada ya mchezo kumalizika, tukianza na shabiki Lialia wa kikosi cha Yanga ambaye jana alikuwa katika uwanja wa KMC kutazama mchezo wa madada zao, na wao wanasema kaka waliwakimbia lakini dada wameleta timu na kupokea kipigo. Simba wameleta timu, watoto wa kike wa kiume wamekimbia. Kwa hiyo sisi bado tunaamini 100%. Sasa hivi tunahamia upande wa wanawake. Naomba mashabiki wote wa Yanga mjitokeze upande wa wanawake huku. Tunatakiwa tuchukue pande zote mbili, washindwe mahali pa kukimbilia. Yako ni hayo. Mpige kiumeni, mpige kikeni. Tupige kiumeni, tupige kikeni. Hichi kipigo cha leo kinaitwaje? Hichi kipigo cha leo sijui hata hichi sijui nisemaje ndugu wangu. Hichi kipigo mnaonekana kama mechi mlikuwa mnaitaka kweli mashabiki wa Yanga. Na tulikuwa tunaitaka kweli kwa sababu tarehe 8 wametuangusha. Wameshindwa hata kujali maslahi mapana ya mashabiki. Leo hii tumewaingiza bure mashabiki na wameenjoy na wadada wametufurahisha. Pamoja mmepata ushindi lakini mlionekana mpo wachache sana katika mechi ya leo. Nini kilikuwa kinawakimbiza kuja hii? Bado mlikuwa mnawaogopa Simba hata leo hii? Brother tuwaogopi. Wewe mwenyewe umeshuhudia uwanja ulivyosheheni. Mpaka geti limefungwa brother. Si bure hii. Hamna, hata ingekuwa kiingilio leo tungeingia. Sisi tunaipenda Yanga yetu. Tunaipenda Yanga yetu. Na kiuhalisia mimi na uhakika sasa hivi tunapoenda, yeye anakuambia wanaipenda Yanga yao, ndio moja sababu ya kufika kwa wingi katika uwanja wa KMC pale Mwenge na kushuhudia timu yao ikipata matokeo ya bao 1-0. Lakini kwa upande wa shabiki wa Simba, yeye ameweza kuzungumza, lakini pia yeye akisema kocha hawamtaki. Nandi Junior Mfalme wa Nyika. Nipo hapa kwenye viunga vya KMC Complex kuja kuangalia mchezo wetu wa dabi ya Kariakoo ya kina mama. Imetamatika Simba akiwa amefungwa goli 1-0. Tunawapongeza watani zetu. Hii ni mchezo wao wa pili kwenye ligi kuu toka ianzishwe ligi ya kina mama, wanatufunga leo mchezo wa pili katika ligi. Kwa hiyo tunawapongeza, wameenda kutuharibia unbeaten yetu ya kwenda kutetea ubingwa wetu bila kupoteza mechi. Leo ndo mechi yetu ya kwanza toka ligi ianze tunapoteza leo. Tumeshuhudia leo hii mkicheza na Yanga na mkipoteza, lakini tunashuhudia Edna Lema akiweza kuitengeneza kwa kipekee timu yake ya Yanga Princess na anakuwa mpinzani sahihi wa Simba. Nini hasa unataka kumwambia Edna Lema Molinyo? Edna Lema leo amebahatisha sababu Simba walikuwa na performance bora sana kipindi cha kwanza, walikosa clear chance karibia 7 hivi kuweka kambani. Kwa hiyo binafsi mimi niwapongeze tu kwamba wachezaji wa Simba leo hawakuwa mchezoni kiukweli. Wamekosa nafasi nyingi lakini wao kipindi cha pili goli lile wamepata nafasi moja wakaitumia. Sababu nafasi zilizobaki pia na wao hawakuweza kuzitumia. Kwa hiyo naamini niwapongeze, walikuwa bora katika kipindi cha pili na ndio maana wakaweza kupata matokeo. Na mimi binafsi nipeleke taarifa zangu kwa viongozi wa klabu ya Simba. Huyu kocha waliomoleta, huyu kocha toka mechi ya Ngao ya Jamii hapa. Pamoja tulikuwa na wachezaji karibia 7 walikuwa hawajapata leseni za kufanya kazi. Lakini huyu kocha bado anaenda tofauti na falsafa ya Simba Sports. Falsafa ya Simba mpira utembee chini. Lakini kocha huyu mpira unakuwa anapiga mipira mingi mirefu. Inakuwa haina faida kwa timu yetu ya Simba Sports. Mimi mechi ya 3 naifuatilia tukiwa tunacheza kwenye uwanja huu. Bado performance yake sioni kabisa katika michezo mikubwa kwa sababu Young African na Simba tumewazidi zaidi ya pointi 10. Kwa hiyo binafsi sio timu ya kutusumbua kwenye ligi. Yaani hawa ni wanyonge wetu, lakini binafsi chance tulizozikosa ndio zimesababisha sisi kufanyaje? Kuweza kukosa matokeo siku ile. Lakini kipindi cha pili nilipomwona huyu kocha ana mapungufu madogo, alipoenda kumtoa beki wetu kule Kijuba. Sawa, anamuingiza beki. Timu ishapoteza game. Unatoaje beki? Kati timu inaonekana imekata kwenye kiungo, badilisha kiungo, ongeza watu nguvu tukapata matokeo kwa sababu timu imeshapoteza. Unaingizaje beki? Unaingiza beki kulinda tayari nishapata matokeo. Naam, Mwanalunyasi huyu akisema kwamba wao kocha sasa alipofikia natosha kwa kile ambacho haiwezekani kupigwa mara mbili na Edna Lema Mourinho. Taarifa nyingine baada ya kupandishwa cheo koplo kwa Sergeant Ibla Baka siku ya jana alihudhuria kwenye kambi ya timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars na kuzungumza kwa kile ambacho alikipata kule visiwani Zanzibar ambako anatumika katika kikosi cha kuzuia magendo cha KM. Kwanza ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kujalia hapa tulipo tukiwa salama na afya njema. Lakini pili ningependa kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Pia nitoa shukrani zangu za dhati kwa Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi. Pia ningependa kumshukuru mkuu wangu wa jeshi Komodoro Msingiri. Kupandishwa kwangu cheo itakuwa ni chachu ya kufanya vizuri katika sekta ya michezo na kulipambania taifa langu katika mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo niseme tu
niwashukuru Watanzania wote ambao walikuwa wananisupport na kuniombea dua. Mimi mpambanaji wao, nitaendelea kutumikia cheo changu hichi kipya na kuwa kiongozi kwa wenzangu na kuwa mfano wa kuigwa na kuendeleza nidhamu, sababu askari ni nidhamu. Kwa hiyo nitaendeleza nidhamu yangu ndani na nje ya nchi. Niseme tu shukrani za dhati kwenu wa Tanzania. Salimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi endelee. Uchumi wa blue. Baka, defender wa kikosi cha Dar es Salaam Young Africans Kuala Lumpur, Malaysia, akiweza kuzungumza baada ya kupandishwa cheo kuwa Sergeant Ibra Baka. Kwa hiyo mwamba kapandishwa cheo, anafyonza huku, maisha yanaendelea. Hiyo ni talent nyingine kwa sababu Mungu kamjalia kipaji cha football, kwa hiyo anakitumikia ipasavyo kabisa. Mimi naweka nukta hapa mtazamaji. Tunarejea hapa na Amina Chikanyaya kwenda kutazama kwenye taarifa mbalimbali kwenye upande wa jamii leo. Ziko taarifa nyingi sana, tutatazama kile ambacho alikizungumza waziri mkuu siku ya jana, lakini pia Juma Aweso, waziri wa maji, na pia aliweza kuzungumza akiwa hapa Dar es Salaam. Lakini tutaenda kutazama pia baada ya Chadema kuitwa na msajili wa vyama vya siasa, no reform no election, nini ambacho kimezungumzwa. Tutaenda kumsikia Mnyika akiweza kuzungumza kile ambacho kimezungumzwa siku ya jana. Mimi ni Geoffrey Moses Kalunduka, rais wa Nyakyusa TZ Tanzania. Siku ya Ijumaa kutakuwa na ibada kubwa kabisa ya jiwe, kwa miongoni mwa watu ambao wanahudhuria ibada hiyo, tukiwa kunaelekea katika mafungo ya siku 40, lakini leo ikiwa ni siku ya 15. Spring Fellowship Ijumaa hii ngome ya